Habari. Hapo awali tukawa tumia mayai. Sasa tukajua mayai, maganda mayai yalikuwa yana calcium. Kwa hiyo tukastudy, tukaanza kutumia maganda mayai kwenye mimea yetu. Kwa mfano nyanya. Nyanya zilikuwa zina shida, zilikuwa zinakosa calcium, inaitwa blossom and rot. Sasa baba na mama tuliaga sisi ndizi, tunanunua ndizi. Tunakula ndizi, maganda ya ndizi tunayatupa. Tukastudy tukajua kumbe maganda ya ndizi yana faida kwenye mimea. Kwa hiyo leo tutatengeneza mbolea ya ndizi na tunamwagilizia kwenye mimea yetu ili yakue na yaanze kutoa matunda. Sasa leo tutaenda na dada yetu hapo Stefania atatuelezea kabisa more about maganda ya ndizi. Ninaona unatengeneza, unaweka na maji. Hebu tuelezee haya maganda ya ndizi. Ndio. Haya maganda ya ndizi ni mbolea wenyewe mmesema. Mmestadi mbona ni mbolea, si ndio? Ndio. Kila mbolea lazima ina madini fulani ambayo inaifanya hiyo mbolea iwe mbolea kweli, si ndio? Ndio. Hebu niambie, madini gani ambayo kwenye hii mbolea? Calcium, magnesium, sulfur na phosphorus. Calcium jukumu lake ni kuimarisha mizizi ya mmea na kuweza kufanya na kuweza kupatia oxygen mzizi ili iweze kukua zaidi na kuendelea kusurvive. Magnesium is helping in photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process whereby plants make their own food. The following are procedures needed by photosynthesis in order to make their own food: sunlight, chlorophyll, carbon dioxide gas, and water. Phosphorus is amino which helps a seed to germinate. After plant growing, it comes back to help pollination. For pollination, as you can see, fruits are coming out. They are strong and big. Sulfur inafanya mmea wetu uwe na nguvu, uwe strong, na unafanya mmea wetu usiweze kushambuliwa na wadudu. Kama unavyoona mmea wetu ambao hujashambuliwa na wadudu ni kama huu hapa. Unaona hujashambuliwa na wadudu. Asante.